the Kenya Ministry of Mass Communication with a play entitled Kiza Kinene. Makofi tafadhali. Basi utajua kwa mwelekeo wangu. Lakini tetezi wananchi wanapenda. Wazangu. Ni kama Tamara amekuwa msaliti. Alafu utakuaje na lama tulizopa. Bana atakupeperusha. Tamara, misuko nyingi hadi kukutika spesiti. Siseme hivyo. Ninajaribu niwezavyo. Lakini vizingiti. Tamara, hali inazidi kudhoofika. Sana. Isabina, sikiza kilio yao. Hii ni stesheni ya televisheni kichwa mbili. Sisi si wanaharakati wakiona wamebaka waende kotini ama maandamano. Umejana na dhambi. Imagine mke wa mdogo wangu alijifungulia kwangu nyumbani kwa kuwa nilivyomdaki walitanama. Isitoshe. Imetosha. Hatujafika mehani ya hospitali ya Marita. Kwanza, mimi nimepoteza kakaangu kwa ajili ya kosa bila ya matibabu. Mimi kodi nalipa, kutibiwa nilitibiwa. Lakini wenzangu, itakuwaje dawa ambazo tunapewa bure na hii serikali yetu? Hawa watu wanatuuzia. Haiwezekani serikali haya majuto. Huduma duni, elimu duni. Lakini mimi nimetoka na huyo asili ajionee mtakatifu. Jamani, kama hutaweza kuyafichua maovu ya serikali, utatuzika sote. Ama tumpichue sisi huko mitandaoni. Wana video zetu wanachekwa nyara na kuuawa kiholela wanapomnyeshia kidole. Heri wewe jamaa, kama alikuwa kama mwanahabari wako. Hawezi kuwa. Kosa si kosa jamaa, ila kosa ni kukosa kukosoa kosa. Tuokoe jamaa. Sitochoka hadi tele. Asante jamaa. Bisa mimi. Nisijirudie tena. Siku zote nimekujua kama mjamzito. Taka nikakusudia kuwa kama wewe. Tangu wakati wetu wale kidogo, vituo vya televisheni vimekandamizwa na vijiji. Wengi wao watalipwa mshahara kati ya miaka miwili. Lakini mimi siongelei. Lakini Nachotaka kuchapisha hadithi hii ili niweze kufichua mambo. koma kama ulivyokoma na mamako zamani. Usitaki kunikorofisha. Nitasabina. Maisha yamekuwa magumu kwa kila mtu. Hivyo basi hatutachapisha hadithi yote potofu kuhusu hospitali ya Maridadi. Angalia mtandaoni venye watu wanalialia. Humu umejishwa na jinsi hospitali ya Maridadi inaendeshwa. Sandra, maneno hayafuti mifupa. Isitoshe hizi ni siasa duni za wapinzani walio na wivu. Wajua na kugombea kazini mwangu imechangia katika nyota na ndoto yangu ya kuwa rais kung'aa zaidi. Usikiheleka. Ukweli ni kwamba umekuwa binafsi. Umeongeza ukatili kupindukia. Na hospitali ya Maridadi imejaa ufisadi na Tamka neno lingine kutoka kwenye hilo bakuli lako. Kidomo cheusi kama. Ndipo utajua kwa nini aliamua kuniita mimi. Yo! Baba! Yes! Hii nifanye nijutie kuwa babako. Juzi nimefanya Maridadi Hospital na unanikosea shukrani. Nilidhani ulinifanya balozi kwa kuwa nimehitimu. Kumbe ni upendeleo wako kwa familia tu. Kwa taarifa yako, sikuwa nimeitikia mto huo na nitamkataa hadharani. Hakuna mtu yeyote ambaye anayeweza kutenda kinyume au kufanya kinyume na msemaji mimi baba yako Zedekai. Ukijaribu kwenda kinyume na kuhakikishia kwa wazi, nitakupiga kalamu. Lakini hakuna lakini, huo ndio uamuzi wangu. Na pesa nilizokupa kumsaidia rafiki yangu. Na mkopo niliokutisha kupeleka babangu hospitalini. Hakuna pesa hapa. Isabina. Hakuna pesa. Ushuru umetukata hata sisi. Kodi tuwazolipa ni nyingi. Lakini baba, wewe ni mmoja wapo wa mwezi wachache katika mkoa. Hali ya babangu ni ya kusikitisha sana. Nahitaji kupeleka hospitalini. Kwangu ni hivi jamani. Hai make sense nini kula ndani, alafu natoka hapa nje kutangazia tu hapo. Hasa katika kipindi hiki kigumu. Hali ya maisha ni ngumu kwa kila mtu jamani. Si wewe peke yako, taabika na uwajibike. Hali hii inanikumbusha kifo cha mamangu mzazi.
kichwa kinene. Nimechoka. Roho inasononeka. Nimefanya kazi hapa vituo vingi ya kilimo kwa miaka 10 na wananinyima mkopo. Haya ndio maisha tunayoongelea. Babangu mzazi ananitegemea mimi, alinisomesha ili niweze kuinua mgongo wake, lakini hali imekuwa ndivyo sivyo. Rehema dadangu, mimi nikiinua mgongo wake, lakini vikwazo vinazidi kuongezeka. Mungu, nifikiri mimi mwanako na unikumbatie, maanake nimechoka. Najua nafaa kufanya mtihani wangu ili nihitimu niwe nesi. Ila baba, hali yako yazidi kunitia shauku. Mwanangu, jambo hili ni dogo sana. Natumai kakako Jamal atarejea leo na pesa kisha ataelekea hospitalini. Naam baba, saratani yako imefika kiwango cha utatanishi zaidi. Usipuuze. Rehema dadangu, mbona bado hujaenda chuoni? Jamal, peleke baba hospitalini na pesa ulizozipata peleke Matibabu Hospital. Na mimi niende nikapatane na malaika wangu ataniongezea pesa zaidi. Malaika yupi huyo? Siku hizi hakuna malaika. Chunga isiwe ni mtego ukajitia babaya. La, huyu wa sasa sijui nilimtoa wapi. Tulipatana chuoni, akaniambia ananipenda. Akaniambia nikimaliza tu shule atanisaidia na connection. Jackpot wangu huyo. Just take care. Lakini Hakuna lakini. Huyu wa sasa nitaganda naye. Kila Jumanne kaniletea maua, vibanzi na chokoleti chuoni. mambo ya kawaida haya. Mapenzi yanapoana. Subiri ya chomi ya sali. Ndipo utajua mwanaume ni nani. Wacha wivu sana baba. Jamal, peleke baba hospitalini. Siwezi. Jamal. Kivipi mwanangu? Sina uwezo. Baba ni nini? Jamani, giza kinene. Giza kinene. Kazini. Unani kazini? Hivi umefichua ufisadi wa mtu mwingine na kuiweka maisha yako hatarini. Mwanangu, nilikuambia kazi hii yako ni hatari sana. Na tukakueleza kama vichua media hawakupatii ulinzi, uondoke kule. Pesa. Pesa zipi? Wataka pesa ngapi? Naweza kueleza my new boyfriend akutafutie kazi, uondoke hatarini. Jamani, nafahamu waipenda kazi yako, lakini staafu wa mjuzuni. Maanake mwanangu, hao watu ni baraduni. Lao ni hewani. Hivyo baba. Nachomaanisha ni kampuni imekataa kulipa. Sasa sina uwezo wa kupeleka baba. Na pesa bila. Hatuwezi kukusaidika. Yaani jicho pepo kubwa kama wewe. Zinatajika na kuomba na kunyima mkopo. Cha muhimu sisi wewe na bibi yako. Hizo zote bila pesa. Na zaidi bila uwezo wa kupeleka baba hospitalini. Ni bure. Sijui nitafanya. Kinachoonelea ni tumpeleke baba hospitalini, tujieleze, afanyiwe kimo. Maridadi hospital za Hakuna hospitali nyingine yenye tajriba ya kukabiliana na saratani. Hivi basi hatuna budi. Shin Shang Shung vimekataa vyote wanangu. Heri nife hapa nyumbani. Baba, hatuna mzazi mwingine wala jamaa yoyote. Hivi basi hatutaacha kitu chochote kitutendekee. Rehema, ukiendelea kuongea utakosa kufanya mchezo wako. Na ukiendelea kusimama hapa bila kufanya kitu chochote, tutabaki mayatima. La, sitokubali. Rehema, all the best in exams. Utatupata hospitalini. Baba, twende.
sura yako. Hospitali inayomilikiwa na mtukufu Bwana Zedekayo. Zedekayo tafakari. Zedekayo badala. Zedekayo profesa. Zedekayo daktari. Zedekayo shujaa. Zedekayo mzalendo. Zedekayo nabii. Kwani piga kelele nyingi? Lakini wapi? Hii ndio kazi yetu. Au wataka msiende tupate tumekimya tukate mshahara. Sitaki kelele mimi. Mimi baby girl. Sasa pia sisi ni baby girl. Mimi mashangazi. Mashangazi. Kwanza shangazi ana statement. Mimi ni kienyeji. Unaita nani kienyeji? Kienyeji Roma. Wewe mwanamke ukiniita kienyeji tena, nitakutofua tofua, nikukate na paka wewe. Sha. Unajua lisemwalo ni kama halipo laja. Atajiheshimu vipi kama heshimu mwili wake? Kazi ni kujificha ukrofi mitandaoni. Ungedhani yeye ni malaika, kumbe ni daladala linapondolo yeyote yule mwenye nauli. Wewe shughulika na yako. Shughulika na za kwako. Mimi mwenyewe nitakufunga. Mimi si mamochi kama nini hamnitishi. Hawa wasichana wafupi. Ati Polisi. una bahati umemaliza zamu yako. Asante. Next one. Sasa wapendwa wangu. Akini nimewauliza. Hebu tap the screen. Hebu send sababu tunajua Going kwenda mazuri. Anyway, kabla niendelee, imagine mmekataa kugonjeka. Mje mnione hapa Raidan Hospital. Imagine kutibiwa na mrembo kama mimi, as you can see, kupata manesi warembo kama mimi wambi. Njooni hapa Raidan Hospital mtapata first class treatment. Na mafanzi wangu, acha niwaambie kitu, mkija mtafute pesa. Msenda tunazara kama tuvenye kitu ingine hapa, mnatua tukupi. Anyways, mapa kita mnilete pizza, kiwaya red na maua. Yaani maisha haya yote fake sababu ya life na comments chache tu. Ama hivyo kuna Siwezi shtuka, maana hao wanaojiita Gen Z mambo yao mengi wanaifanya mtandaoni. unajua siku hizi kujiuza ni rahisi. Unaenda tu pale mtandaoni, una post picha ukiwa nusu na unaabudiwa kama mheshimiwa. Kama ni rahisi post yako tuone taka. Kunya taka benchi nyingi. Anyways, mapata kienyeji wengine taka. Naomba kumuona daktari. Kai, na tunatisha. Ona waniharibia na kunichafulia mikono yangu. Yaani nyumba ni mwingine toka hapa. Babangu anafanya kazi. Hali yake ni mbaya. Tafuta pesa, upunguze kuteleza. Okoa maisha ya babangu. Oya wewe mzee, kama huna pesa, Chakatamu. Lakini mzee daktari. Samahani, kama niweza kuchukua upande huu, lazima unipe kwanza. Tafadhali nakuomba. Kumaanisha unataka daktari kisa kutibu sindio? Unataka eti mama huyu hapa kwanza. Samahani bibi. Niwie radhi. Sema tafadhali waambie. Haya, shike. Huyu ni kama ana malaria, kipindupindu, kaswende, huyu kifo chake kitakuwa ni mpango wa Mungu. wapi? Kuwa na utu. Aya, pangalo Mungu. Hakuna wewe.
I am disappointed in you, Na son. pia kwa sababu ya tabia zake. Nilijichukia. In fact, najichukia kujulikana kama Ewe, usinikosee heshima Yaani kwa sababu unaweza kuota vititi wakiwa waweza kujieleza Baba, wacha ukatili, wacha tamaa ya pesa. Mtibu wa babu tamaa. Usinitokoloe akili wewe mtoto Mimi ni tisi na nitasahau ndani wetu na nikisahau kwanza kuja Asante. nenda wapi shehe? Unafanya nini hapo hospitalini? Nimekuja mubashara kukataa uamuzi wako kumfanya mimi balozi wa mtoaji damu. Hilo haliwezekani. This is family business. Hospitali gani hii ambayo walizo wanabeba mtoto kiholela mbele ya macho yako? Sisi tuko kazi na Sandra, sisi tunafuata sheria. Sheria gani? Sheria za hospitali ni gani kama si kuokoa? Mbona bila mtamshughulikia? Ewe, usilete utetezi hapa Ninavyozidi kuongea, ndivyo hali ya babangu inavyozidi kudhoofika. Wewe kijana, sheria ni ile ile bila kutoa kitu. Au basi kitu zipo. Baba, ona babake tamani. Anapogaragara kwa Kwenda huko. Hata Biblia inasema katika Mithali 12:24, mkono wa mwenye nguvu utatawala, bali mkono wa mnyonge utazidi kulimshokori. leo nimedhihirisha wazi vilio vya watu. Ndio maana hawakupendi. Alichukiwa Yesu Kristo Mnazareti, aliyekuja kukomboa ulimwengu. Sembuse nini Zedekia? Basi kama mtaweza, naomba kuondoka. Ondoka! Asante sana. Kuondoka ni pole sana baba. Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi. Na hakika waweza mleta hapa Maridadi Hospital. Nina chumba maridadi sana cha kuhifadhi maiti. Nitakupa 15. Amelia sana. Nitakupa 10%. Ana, tamani. Bi Sabina, Wafanya nini hospitalini? Ala, Sasa Isabina. Gari toto. Mtoto mrembo. Mtoto ameumbwa kaumika. Mbona alivyofungasha kama giza? Sabaratisha moyo wako. Usiniambie unamjua mshenzi amenipotezea mume wako wote na hana pesa. huyu ni Jamal. Yule ambaye nikupelezea kwa simu anafanya kazi katika stesheni yangu. Yaani wewe ibilisi ndio ulikuwa na nia kwa usifa wa Maridadi Hospital na unamleta kwangu ati yako. Na hana pesa. Na una pesa mimi naweza kumaliza Usitaka na wewe. presha mpenzi wangu. Maneno hayo nilishashughulikia. Jamal atatapisha hadithi nyingine nzuri. uadilifu wangu hautaadiliwa na kuchukuliwa kwa binafsi wangu. Cha muhimu kwa sasa ni afya ya babangu. Bi Sabina, usitarajie nimejifunza. Kujiuzulu kwako kutatoa mtafaruku nchini. Njoo tutaelewana. Kuelewa vipi? Kuelewa nini? Nilidhani wewe ni familia yangu kwa sababu ya uhusiano wetu kazini, lakini ukaninyima mkopo. Ona babangu anavyomia. Tafadhali Jamal. Acha aende huyu hana la maana mwangalie. Kwanza hata sielewi watu wana vipi na huyu mkatili. Paka wa mtampenzi hata wiki mbili hazijaisha tangu tumfike marehemu mume wako. He, hapa kuchachacha. Leo ni kubodo wa ujane wangu ni mambo ya kale sasa. Oh,
sirudi kwako nyumbani. Sandra. Maanisha nini sana? Yaani hutaki nini baba yako nifurahie? Namtakia mema. Furaha yako ndio raha yako. Ndio maana ninakuwa tukielewa kitakwenda inakotamani. Huyu jamaa atafanikiwa kupata mwangalie maskini hoi hai, sura mbaya, sura malasmas, sura usake. Hata kama nafanana kama mama. Yeye ndo chaguo langu na huo ndo uamuzi wangu. labda hata huyu jamaa si mwanahabari. Huyu ni wale bloga ambao wanaharibia sisi watukufu, sisi ambao tunatengeneza nchi hii kimaendeleo, sisi ambao tunakuza nchi hii. Unataka kuwaletea Malia, si ndio? Inaweza kuwa tu ni mwanahabari mkali mwenye ana pesa. Jamal, una uhakika wapenda sana. Kama wapenda, usijiuzulu. Imagine kazini wanita bosi. Kisha nyumbani wanita magaino. Furahi yote. Labda huyu jamaa mdogia mwanangu. Jamal, nakupenda sana. Na sitaruhusu uteseke. Kama lazima uteseke, tutateseka sote. Uelewi jamani, serikali ilikotufinya ili vipi tutamtega rafiki. Na usilojua ni kwamba kama si huyu serikali hapa, hatungeweza kuendeleza biashara yetu ya utangazaji. Amekuwa mfadhili. Kivipi? Serikali hapa amekuwa akisaidia na hela ambazo nimekuwa nikiwalipa nini. Tumeona maovu aliyoyatenda, lakini mwelezi, usizamishe neno. Tukiendelea kufikiria kama wewe Sabina, tofauti yetu na utumwa ni Zedekayo ni msaliti. Anaficha pesa ambazo serikali inapeana. Ununue dawa kisha anauza kwa pekani. Na sharti uwe ujue kwamba babangu ni chafu na watu. Nchi hii ni nchi huru. Ukitaka nipeleke kotini ama mkafanye maandamano, lakini usisahau kwamba Maidani Hospital ni yangu mimi na nitafanya nayo chochote ninachotaka. Mpende, msipende. Muone alivyojaa kiburi. Kisa pesa. Utazama. Mnafiki wewe. Kaishe Jamali, nenda maji asije akazidunga. Oh, salala, wenda sio kukula umekosa kuchagua. Nimezidisha cheti, nimeota nyasi. Nimepita dirisha na basi nigombania. Beba sikipenda na mlango kwa giza kinene. Batari utabi umetukukia. Kama kwenda wapi? Mambo ni makuu. Lehemu. Aya, pia wewe uko huko. Usiniambie pia uko na uhusiano na yeye. Wewe ni wako nani? Nani wako nani? Jamani, ule umesikia kwati kwa pia. Yaani wewe ulinidanganya. Kwani mimi naye kutosheleza? Kumbe mama tangu leo ukuje. Wewe! Tulieni na wapenda nyote. Wewe na wewe, badala ya kuongeleza mume wako kazi ni kukimbizana huko.
ninamzika mume wangu saa 9 alasiri. Kisha saa 2 nafanya mapenzi. Uhuru wasio. Sakwe! Umakwe! Na kama na kushafanyia. Ni kweli alikuwa ni sexy ya sexy. Lakini hakuna aliyewalazimisha. Inamaanisha nyote mna tatizo. Punguzeni matusi. Kweli nyote ni wakosa. Jamani, tumekosa. Lakini kabla utuzuru, nataka ueleze taifa kinagaubaga maovu yanayoendelea hapa Maridadi Hospital. Na jinsi huyu Zedekayo ni muuaji. Naam, Zedekayo hapa ni muuaji. Na msioyajua nitawapa na thibitisho. Wewe, Isabila, hii ndio shida ya kufanya dili na wanawake. Unaweka hisia mpaka kwa mambo ya biashara. Wewe Isabila, yote tutasuluhisha, lakini usiguze mlima. Na kama ni kutafuta kazi, tufute sote. Maisha mengi yameshapoteza kwa sababu ya ukatili wako. Ila leo ndio mwisho wako. Wewe mwanataka mtu. Harakisha wewe kaka. Maisha yakipotezwa, sibili inaletwa hapa katika mochari ya Maridadi. Kuna mmoja wenu hapa nimenyima mshahara. Be smart, biashara inanawili. Biashara gani? Biashara inayofanyika kwa damu na machozi ya wananchi. Tumechoka. Zedekayo, kuwa na utu. Na una pesa nyingi, si ujibu tu. Kwani Zedekayo lazima ashuke? Ashuke! Mimi nakaa mtu wa kutishwa-tishwa. Wewe, nakaa mtu wa kutishwa-tishwa. Nakaa mtu wa kupangwa-pangwa mimi. Mambo ni mengi, ila nitakayofanya nitaua moja baada ya mwingine. Haitakuwa mara ya kwanza, ulizeni hilo hapa. Basi, itabidi uanze kwa kuniua mimi. Sana! Sababu hayana maana. Kama jamani mpenzi wangu hona raha. Akima penzi wewe, nikikushika. Tarehe moja mpaka tatu, wewe umerudi kazini. Hatuogopi. Oh, kumaanisha unataka kulete maandamano hapa kwako. Hatutaki maandamano hapa. In fact, nyinyi wote nimewafuta kazi. Unafikiria ni madaktari wangapi hapa wanataka hii kazi yenu hapa Maridadi Hospital? Baba, wewe ni hayawani. Najizuia sana nisikuchukie. Wacheni niwaambie, usiogope kuchukiwa na kamtu kamoja hivi. Zedekayo, siku babake jamani, nitalipa. Ataingia mochari ya Maridadi peke yake. Na si Zedekayo ni mawe. na ukimwona huko nje anavyojifanya mtakatifu, Hasira zangu zinanipanda na subira zangu zimenisha. Ondokeni hospitalini mwangu. Nasema mwondoke hospitalini mwangu, ondoka hospitalini mwangu. Na utoe, toka, ondoka hospitalini mwangu. Wende, toka, 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 ondoka. Nasema mwondoke. Nasema mwondoke, nijiepeleke kama vile. Wenda kazi. Hapa Maridadi tunafanya kazi mbele.
Kipi kimeonekana huko? Yaani wewe umefanya tumewekeza mamilioni ya pesa ili kuboresha hospitali hii. Hii ni bora. Wewe ni sana. Mimi si fisadi. Mimi ni fisadi. Ati. Kwa sababu watu wamemwamini. Mimi ni ambaye nafanya kazi ya Mungu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Kila mtu chini amekuwa akisikiza mazungumzo yenu. Mmekuwa live katika televisheni zote nchini huu muda wote. Tokea leo tunasusia ufadhili wenu. Kama bado wewe na serikali kwenye usukani wa hospitali hii, hatutatoa usaidizi wote kamwe. Serikali Kama mimi. kumbe wewe ni mwaji. Mimi si mwaji. Wewe ni muuaji. Serikali itapambana na wewe sawa sawa. Zedekayo, Nakuwa. pesa zote zilizoko kwenye akaunti yako Na za Maridadi Hospital Na za mwanao Na za vidoso wako tumezidanisha. Sinifanyie hivi wenzangu. Tafadhali. Bila pesa siwezi. Tafadhali kwanza cha. Haiwezekani msemi. sauti tu. Bila uwezi. Imekuramba. Kwa kweli wawekezaji. Zedekayo hapa atalipia kila tone la chozi aliyofanya wananchi wa mwake. Jamani. Jamani. Kumbe wewe ulileta CCTV kamera zako mchunguze huko. la si mimi. Yaani nilikuwa nimemleta babangu atulie. Si kuja kupeleleza. Bisa hila. Mbona umeamua kuniandika ulimwenguzi? Zedekayo, na kuchukia ndio, ila si mimi, lakini aliyekurekodi amefanya ulimwengu wajue jinsi ulivyo mnyama. Sana mwanangu. Aliyefanyika sana na njia zako za kisasa. Ni wewe mwanangu. Mbona umeamua kunisaidia? Baba, hatuko tena katika enzi za mtoto wa nyoka ni nyoka. Sisi ni kizazi ambacho hatukubaliani na mambo yasiyokuwa ya kibinadamu, na ni lazima utalipia maovu yako. Mapenzi ni kama uyoga. Leo ni boga, kesho ni sumu. Mbona umefanya? Nikome wewe babu mkwani, hivi ningekuwa nimekurekodi. Sasa nani nimerekodi? Wewe lisi hapa mara moja. Nitawaua mimi, niwazike, niwafufue, niwakatakate. Nisipopata saa hii ni nani? Amwarakisha na kutazama muda wangu. Yaani wewe ningekuvulia anga nikakupa maisha uliyotaka, nikakufungulia milango ya dhahabu. Kumbe alikuwa ndini ya kuiwasha moto ya maangamizi yako. Ndo mshale wa mwisho, mshale unaochoma moyoni mwangu. Nilikutoa mavumbini wako, nikakupeleka Uarabuni kwa sababu tu ulijua kulikuwa kiuno sana chini. Umeniua wapi? Ninyi nyote, ninyi ambao nimewakosea na kuwatendea maovu, samahani. Nimeanguka na kuanguka kwangu hakuna wa kuniinua. Mimi ni msaliti wa nafsi yangu. Mimi ni muuaji wa haki za wanyonge. Mimi ni mwizi wa matumaini ya taifa. Upelekeni jela. Hapana, jela ni afueni. Mimi nahitajika jehanamu ya aibu ya milele. Iko miguuni peni, si kwa ajili ya koti, bali ni kwa ajili ya nafsi na moyo wangu uliojaa masisi ya damu.
sana watumishi. Poleni sana. Na nini? Ituzeni haki. Msije mkafuata nyayo zangu. Hii ni serikali. Ondoka! Ondoka! Nimetaka sana kufanya hivi kwa muda mrefu. Na wengine walio madarakani na hawana utu. Hata mimi leo niko tena. Tulia. Tusichukue sheria mikononi mwetu. Ni kweli. Babangu Zedekayo amenichoma na baba mwenyewe. Na sherehe ilikuwa mtumeni. Simama. Asante sana. Kwanza, jina lako la kweli ni lipi? Hatujui kama ulikumbuka. Ila ulichofanya ni jambo ambalo litaleta faida kuu hapa hospitalini. Maanake mabadiliko yatawafaidi wananchi. Huu ni mwanzo mpya. Madaktari, madaktari, endelea kupambania maisha yenu na yetu. Pambania uhuru na amani yenu kazini. Pamoja tuungane, tupambanie ndoto zetu. Wachini niseme nitoke. Sema! Mimi wapi? Mimi bado ni bikra. You survive without lazima uwe mchanja siwezi uza nafsi yangu na bado niuze mwili wangu kwa ibilisi. Hiyo ilikuwa by the way mkange mkichua. Anyways, mimi ningependa kuomba msamaha kwa wale watu nimekosea. Waambie, mimi nimekusamehe. Nami vile vile, uadilifu wangu ni mkorogo. Hivyo basi, najiuzulu kama mkurugenzi wa Fichukua Media TV. Na